Karibu katika hadithi ya tamaa za fisi na hasara ya watoto wake. Kulikuwa na kijiji ndani ya pori kuu lililoitwa Ngurunga, mahali ambapo nyoka waliongea kwa sauti ya upepo, simba walitawala kama wafalme wa kale, na fisi walikuwa wabishi wenye ujanja mwingi kuliko uaminifu. Usiku mmoja wa mbalamwezi, wanyama walikusanyika kwenye uwanja wa wazi kwa ajili ya ngoma kuu ya pori iitwayo ngoma ya mwitu wa maangamizi. Hii ilikuwa ngoma ya kila mwaka ambapo kila mnyama alitoa sadaka ya chakula au kitu cha thamani kama ishara ya ushirikiano na upendo miongoni mwao. Lakini fisi, mnyama mmoja aitwaye Fihari, alikuja akiwa mikono mitupu. Hakutoa sadaka yoyote, wakati tembo alileta ndizi za msituni, swala akaleta asali, na nyoka akatoa ngozi aliyojivua. Fihari alicheka tu na kusema, sadaka si kitu, akili ndio muhimu. Mnatoa vitu vyenu kwa miungu isiyoonekana, wakati mimi natunza familia yangu. Wanyama walimtazama kwa mshangao na chuki kidogo, lakini hawakusema kitu. Fihari alikuwa na watoto watatu. Wa kwanza kuzaliwa anaitwa Fulu, mwenye akili nyingi lakini mdogo wa nguvu. Wa pili kuzaliwa anaitwa Fani, mjanja kupita kiasi na mwenye lugha tamu. Wa tatu kuzaliwa anaitwa Fura, mtulivu, mtiifu na mwenye huruma. Ingawa walikuwa wakiwaona wanyama wengine wakishirikiana, Fihari aliwafundisha watoto wake kuwa hakuna rafiki porini. Kila mmoja ni adui na tamaa ni njia ya mafanikio. Aliwaambia wanae, mpende mwenye mali, usimpende mwenye tabia. Aliwaambia kila siku. Miaka ikasonga, pori likaanza kukumbwa na ukame, chemchem zikakauka, miti kanyauka, na wanyama wakaanza kutawanyika kutafuta maji. Fihari hakuamini kuwa ukame unaweza kumwangamiza. Alijificha kwenye mapango ya milimani na kuhifadhi nyama aliyowinda kwa hila. Aliiba mayai ya mbuni, aliwahi windo la simba usiku, na hata akamvizia kiboko aliyevunjika mguu. Lakini watoto wake wakaanza kuona tofauti. Fura, yule wa mwisho, alianza kuhoji na kusema, baba, kwa nini tusiwasaidie wengine? Tukiendelea hivi, tutakuwa peke yetu. Fihari akamtazama kwa jicho la hasira na kumwambia, ukiongea tena hivyo, nitakufukuza kwenye pango hili. Siku moja fisi alisikia kuwa simba amepata ng'ombe aliyepotea kutoka kwa binadamu waliokuwa wamepiga kambi mbali na pori lao. Hii ilikuwa bahati ya dhahabu. Akawaambia watoto wake, leo tunaenda kuchukua kile ambacho si cha kwetu, lakini ni chetu kwa sababu tuna akili. Basi walivizia, wakafika kwa siri na wakamvamia simba akiwa amelala. Wakamuibia vipande vya nyama na kurudi pangoni, ila hawakujua simba aliwaona. Usiku uliofuata, simba alileta kundi lake na kuwazingira. Walivunja pango la Fihari, wakawakamata watoto wake wawili ambaye ni Fulu na Fani na kuwapeleka kama mateka. Fura peke yake ndiye alifanikiwa kutoroka, akiangalia kwa huzuni ndugu zake wakipelekwa mbali, machozi yakimtoka. Fura alikimbia kwa utemi wa mwitu hadi alipokutana na kasa mzee aitwaye Mikunjo, mnyama aliyekuwa na hekima ya miaka mingi. Kasa yule mzee Mikunjo alimwambia Fura, tamaa ni moto Fura, ikiwa hutaiwasha kwa busara itakuchoma hadi kwa majivu. Fura baada ya kusikia vile, aliamua kurudi na kuomba msaada kwa wanyama aliowahi kuwadharau. Akaenda kwa tembo, swala, nyani, hata nyoka. Kwa mshangao wake walimkubali na kusema, hatukutaka kukuumiza, bali kukufundisha. Walimsaidia kuandaa mpango wa kuwatoa mateka. Kwa akili ya Fura na nguvu za wanyama walioungana, walienda kwa simba na kuomba msamaha kwa niaba ya familia ya Fihari. Simba kwa busara alisema, nitamwachia mmoja wenu, lakini mwingine abaki hapa kwa fundisho. Basi wakamwachia Fulu, yule mwenye akili lakini mdogo wa nguvu. Fani alibaki kama mfungwa kwa muda. Wakati haya yote yakifanyika, Fihari alikuwa porini akitafuta nyama nyingine kwa tamaa. Hakuona watoto wake wala kusikia habari zao. Siku moja alikwenda karibu na kambi ya binadamu. Hapo ndipo alipotega mguu kwenye mtego wa chuma. Akakamatwa na baadaye akauawa na wawindaji wa asubuhi. Habari zikamfikia Fura. Alilia sana, lakini mzee Mikunjo akamwambia, hakuna machozi yanomfufua mnyama aliangamizwa na tamaa. Basi miaka mingi ikapita. Fura alikuwa mnyama mwenye hekima aliyewafundisha watoto wake kuwa, mpende adui yako, mpishe mpumbavu, lakini tambua thamani ya ushirikiano. Aliishi kwa amani na wanyama wengine,
Na kwa miaka mingi, simulizi ya fisi aliyepotezwa na tamaa ilihubiriwa na kasuku, ikaimbwa na nyani na kuchorwa kwenye magamba ya miti na popo wa usiku. Je, umejifunza nini kupitia stori hii? Mimi nimejifunza kuwa tamaa huzaa hila, hila huzaa maangamizi, lakini toba na ushirikiano hujenga dunia mpya yenye matumaini. Je, wewe umejifunza nini kupitia stori hii? Tafadhali na kusubiri kwenye uwanja wa comment. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine ijayo. Nikusihi na kukumbusha kubonyeza alama ya subscribe kisha kubonyeza alama ya kengele iliyopo karibu yako, kujiwekea nafasi ya kupata stori zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.